wa kawaida, ni wafupi hasa, na ngozi zao ni ngumu mithili ya ngozi za ngamia, kiasi hata baridi kali ni ngumu kuwadhuru. Na kisha wana makucha marefu sana, na meno yao ni makali mfano wa meno ya sokwe, na masikio yao ni marefu mno. Ziko baadhi ya hadithi zinadai kuwa walikuwa wakitandika sikio moja na kulilalia kama kirago, huku wakijifunika na sikio la pili. Iko hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa kutoka kwa Khalid bin Abdillahi bin Harmala. Anasema Mtume alikuwa akihutubia akiwa amefunga kitambaa kichwa chake kutokana na kung'atwa na nge. Mtume akasema, hamtaacha kupigana mpaka watokeze Yajuj wa Majuj, ambao ni watu wenye nyuso pana, macho madogo na nywele nyeusi zilizovia wekundu. Nyuso zao ni za mduara na zilizokomaa zikifanana umadhubuti wake kwa ngao za kupigania vita. Na baadhi ya hadithi husema kuwa Juj wa Majuj wote wana sura moja, wako wengi mno, ila wote wamefanana vile vile. Na kwa tabia ni kama sokwe wa porini, hawana ustaarabu isipokuwa ni wenye mila kama za wanyama wa mwituni. Inasimuliwa zama zile za kale walishuhudiwa wakiingiliana kama wanyama. Ila wako maulamaa wengine ambao wanasema si kweli haya. Ukweli ni kwamba Yajuj na Majuj ni binadamu wa kawaida tu, ila walivyo ni kama watu wa porini ambao hawajafikiwa na ustaarabu bado. Na zaidi, labda wanategemewa kuwa Yajuj wa Majuj watakuwa na ufanano na watu wa bara la Asia. Hapa kwa utaratibu wa Kiislamu tuseme Allahu ya'lam, Mungu ndiye mjuzi zaidi. Inasemwa chakula chao kikubwa kilikuwa ni samaki, na kama kulikuwa na kukosekana kwa samaki, basi walikuwa wakishambulia miji na vijiji. Walikuwa wakifanya uharibifu mkubwa na kuvuruga kila kitu, kiasi kwamba watu wa zama hizo walipokuwa wakizisikia tu sauti zao Juja na Majuja wakija, watu wengine wa kawaida walikuwa wakikimbia na kuacha makazi yao, kwa sababu ilikuwa ni vigumu mno kukabiliana nao. Walikuwa wanakuja kwa wingi sana na wanaua kila mtu aliyoko mbele yao na pia kufanya ubakaji. Maandiko yanasema viumbe hawa Juja na Majuja ni wengi sana. Yasemwa wako wengi kwa idadi kubwa kuwazidi binadamu. Maandiko matakatifu yanasema kuwa kila binadamu mmoja basi kuna wingi wa Juja na Majuja 999. Huo ndo uwiano, na hapa wanaohesabiwa ni wale binadamu katika taifa la Uislamu, kwa maana katika umma wa Muhammad, umma wa Waislamu. Na ziko simulizi zinazodai kuwa Juja na Majuja walikuwa hawafi, bali walikuwa wakizaliana tu kwa wingi. Wako wanazuoni wanasema huko waliko hivi sasa, kwa wingi waliokuwa nao na kwa mila zao za ajabu zilivyo, wanahangaika kupandiana mmoja juu ya mwingine mpaka wakatengeneza mawimbi mfano wa maji yanayochemka. Kwa Waislamu, elimu kuhusu viumbe Juja na Majuja wanaipata kutoka katika Qur'ani tukufu na hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutoka katika vitabu vya kale ikiwa ni pamoja na Taurati na Injili, Agano la Kale. Katika vitabu vya historia imeandikwa ikisimuliwa kisa cha mfalme mwema na mcha Mungu aliyekuwa akiitwa Dhulkarnain. Mfalme huyu alipewa nguvu kubwa na Mwenyezi Mungu, na inasemwa ni miongoni mwa wafalme wanne waliowahi kufanikiwa kuitawala dunia nzima. Hapa kuwapo sehemu iliyostaarabika enzi za ufalme wake, na sehemu hiyo ikawa si chini ya milki yake. Na alikuwa ni mfalme mcha Mungu ambaye aliyatumia maisha yake kuzunguka katika kila alipoweza kufika, akihubiri dini ya Mwenyezi Mungu na kupinga dhulma. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema katika Surat Al-Kahf aya ya 92 mpaka 99, imeandikwa, kisha akaifuata njia, yani huyo mfalme Dhulkarnain. Halafu Qur'ani inaendelea kusema, hata alipofika baina ya milima miwili aliwakuta watu nyuma yake, yani aliwakuta watu nyuma ya hiyo milima, watu ambao hawakuwa wanafahamu lolote. Inasemwa watu hao walikuwa hawajafikiwa na ustaarabu wa wanadamu kabisa. Walikuwa ni watu kutoka eneo la mbali ambao watu hao
kiasi ambacho alisuka ukuta imara ambao haujatetereka wala kuharibika mpaka hii leo. Hivyo Juja na Maajuja wakawa wamejengewa ukuta kizuizi wasivamie tena binadamu na kuwadhuru, na ulikuwa ukuta imara sana ambao hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoboa, ukuta ambao mpaka hii leo ndio unatulinda nao washindwe kutuvamia. Kwa hivyo hapo kisa hiki kinasimulia alipotokea mfalme mcha Mungu Dhulkarnain na alivyoweza kuwadhibiti Juja na Maajuja. Kwa mujibu wa maandiko ya dini yanasema wazi ya kwamba Yajuj wa Maajuj, yani Juja na Maajuja, hadi hii leo bado wangali wapo nyuma au chini ya ngome hiyo ya ukuta wa zege la vyuma na shaba lililojengwa baina ya milima miwili mikubwa. Lakini itakapofika wakati ukuta huo ulio kizuizi baina yao na sisi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utavunjwa, na Juja na Maajuj watatoka na kusambaa katika kila kona ya dunia. Ndio maana Qur'ani inamalizia kwa kutuambia kuwa Dhulkarnain alipomaliza kazi hiyo akasema, hii ni rehema itokayo kwa Mola wangu, ama ni huruma itokayo kwa Mola wangu, na itakapofika ahadi ya Mola wangu atavunja ukuta huu, na ahadi ya Mola wangu ni kweli tu. Maandiko matakatifu ya Qur'ani yanathibitisha hivyo, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Surat Al-Anbiya aya ya 96, mpaka watakapofunguliwa Juj na Maajuj wakawa wanateremka kutoka kila mlima na miadi ya haki ikakaribia, hapo ndipo yatakapokodoka macho ya waliokufuru. The Storybook. Swali miongoni mwa wanadamu wengi tunajiuliza, wapo wapi hao Majuja? Uko mjadala mkubwa baina ya watu wengi kuhusu wapo wapi hao Juja wa Maajuja. Je, ni nchi gani waliopo? Na hiyo milima waliojengewa ukuta kuwazuia wasitufikie ni milima gani? Watu wanajaribu kutafakari wakiutafuta hata huo ukuta wenyewe, kwa maana hakuna mwanadamu aliyefanikiwa kufika na akauona ukuta wenyewe ni huu, na nyuma yake huko ndo kutakuwa wako hao Juja na Maajuja. Lakini ukweli wa jambo hili ni kwamba mwanadamu hajapata jibu la uhakika kuhusu hili. Mungu amewaficha hawa viumbe wake mpaka utakapofika wakati wa kuwadhihirisha na watimize kusudio lake, basi ndio atawaachia. Lakini miongoni mwa maeneo yanayotajwa, wengine wanasema wako katika nchi ya Uturuki ya leo, na wengine wanataja nchi ya Iraq, na wengine nchi ya Syria. Lakini kwa alama tu ya kutuongoza, vitabu vya tafsiri ya Qur'ani vimeeleza kwa upana aya zinazosimulia kisa cha Dhulkarnain, zikisema Mungu alimpatia elimu, hekima na nguvu, akazunguka na jeshi lake akilingania dini ya Allah mpaka akafika upande wa magharibi ya dunia kwenye ukingo wa bahari ya Atlantic, na walikuwa wakidhani jua linazama hapo kwa ufahamu kuwa hapo ndio mwisho wa dunia. Inasemwa kuwa hapo alipofika mfalme Dhulkarnain, kwa hakika ilikuwa ni mwisho wa ardhi ya magharibi mwa dunia, na hakukuwa na sehemu nyingine ya ardhi inayoendelea isipokuwa mbele yao palikuwa na maji na kunakozamia jua. Baadhi ya wasomi wa dini wanasema lilikuwa ni eneo lililozungukwa na pwani ya Uturuki ya magharibi kwa upande wa magharibi na nchi ya Ugiriki kwa upande wa mashariki, na watu waliokuwa wakiishi hapo walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa maelezo haya walau tunaweza kupata dalili kuwa viumbe hawa watakuwa wako magharibi ya mbali mwa dunia. Na wengine wamewahi kusema kuwa wanaamini Juja na Maajuja wamezuiwa na ule ukuta mkubwa wa China uitwao The Great Wall of China. Si kweli. Hapa wasomi wote wa dini wamekubaliana kuwa hili si kweli, sababu hata mimi na wewe tunaweza kuuvuka ukuta wa Great Wall of China kwa wepesi tu. Basi, ni wakati gani hawa Juja na Maajuja watatokea kwenye ardhi? Hili ni moja kati ya swali kubwa zinapozungumzwa habari za Juja na Maajuja. Maandiko matakatifu yanasema kujitokeza kwa hawa viumbe wa kutisha na kuanza mabalaa yao ni moja ya alama za kukaribia kwa kiyama. Kwa hivyo watajitokeza kitakapokaribia kiyama. Na tena itakuwa ni wakati ambao Nabii Isa mwana wa Maryam au Yesu atakapokuwa tayari ameshashuka duniani kwa mara ya pili.
Na pia mashekhe wanasema ziko sababu nyingi zinazowafanya mpaka leo hii Juja na Maajuja wao wameshindwa kutoka kutuvamia. Moja, ni viumbe ambao wako nyuma sana kwa teknolojia na ustaarabu, hivyo hawana vifaa wala ujuzi wa kina kwa namna gani ya kuubomoa ukuta ule na wapite. Mbili, wanapata kikwazo cha milima iliyowazunguka, kwa maana ni milima mirefu na yenye hali mbaya sana ya hewa kiasi hawawezi kuipanda na kuivuka milima hiyo na wakatujia. Na sababu ya tatu